school you go is a nation. But the spirit behind this church is the kingdom. The spirit behind Kenya is that called a kingdom. Every president, for those who have been watching, you see every president got his own standard flag. Hallelujah. Do you know standard flag? What is a standard flag? The standard newspaper, ma? Standard flag in the Ghana. Baba, what's a standard flag? Yes, the personal flag. And he decides the color, he decides the design. It is not decided by his own wife, not even the people around him. It is him, because that is the spirit that will rule the nation. That is the spirit. That's why you see Uhuru Kenyatta decided to rule like his father. You can see his behavior and the character was of an old man. Because he chose the flag of his father, who died at 78. He died at what? How many years? 78. If you add 78 until when Uhuru became the president, how would his father be? Yeah? 135. That is when, that's how old Uhuru was when he became my president. When he chose the spirit of his father. He never chose his own spirit. When he decided to choose the spirit of his father, he usurped and he agreed with the spirit of his father that was 135 years old. That is why he used to drink much, because old people, they drink much. That is why he will not listen to an agreement. You know that sometimes he said, huyu kijana. Remember when Uhuru said, ati huyu kijana lazima atulie kwanza kidogo, tutampatia kiti baadaye. And they are age mate, but he called him huyu kijana. It is not Uhuru who was speaking. It is Kenyatta, the father, who was speaking. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. All the characteristics of Uhuru as he was doing the politics of Kenya, he did like an old person, because he chose the flag of his father, the spirit of his father. Right now, if you meet Uhuru, you find the younger Uhuru. Right now, when he's out of office, he's behaving like a younger, vibrated somebody. He's moving Congo. He's made peace in Congo. He's making peace in Ethiopia now. A thing that he never made in his own house with Ruto. He failed. He never brought us together. He caused a lot of violence. He caused Ruto to go a bitter man, and very many people to go bitter men in the country. But now he has united Congo. He's meeting rebels, and he's meeting rebels in Ethiopia, and they are listening to him, because that's now an Uhuru without his father. Hallelujah. Hallelujah. Mpaka huyu ameekelea pesa. Unataka kuwa Uhuru mzee ama Uhuru kijana? Hallelujah. That is how to know. When God says that, see, today I've given you nations and kingdom. Nations, the institution marriage, the institution, your family. I'm the father of children. Therefore, that is the institution. The Waruinges. But the power that leads, the power that controls that family, it's now called the what? The kingdom. That is my kingdom. That is what we're about to speak about, the kingdom of heaven. Because the spirit that leads us is the kingdom of heaven. Praise be the name of God. So when you forgive, you allow the government of heaven to come in, the kingdom of heaven to come in. And then you'll be able to trap the powers. You'll be able to walk in the trappings of powers of heaven. Because in heaven, there is no spirit of unforgiveness. In heaven, what is there is the spirit of forgiveness. Clean people who are not carrying burdens. So you will never be allowed into a kingdom where the character you are carrying is not exercised. Hallelujah. No wonder you have been locked out, because they are waiting for you to resolve your challenges, to resolve your problem, because before they open. Yes, you meokoka. Yes, you come to church. Yes, you've been praying for. They know that. But they are saying there is one thing she has not done. So you are in the compound.
You are in the compound, you are in the place called no man's land. Huko kwenye mpaka ya Kenya na Uganda. Hapo kwenye hiyo shamba pale Miguna alikuwa anasema, I'm not boarding. You cannot arrest that person. When you are at no man land, you can never be arrested. Nobody can touch you. Either side. This part, they will wait you until. That's what they did at the airport. When you are in the airport, kule kwa hiyo nini? Hiyo mahali tunakwanga huko ndani kuna wale wameenda na ndege. Si zote. Huko ndani, huko juu. Ukipita kwa immigration, after immigration hapo, you are no longer Kenyan. You are not in the land of Kenya. No police officer can arrest you. Ati umeviolate. Ati uko kwa nchi ya wenyewe. Now inaitangwa no man's land. And the Miguna was behaving. Alikuwa nakaa wapi? Hapo kwa hiyo no man's land. Nobody touched him. Until they timed him. Kwa mlango alikuwa napita, unajua mtu pride ni pride. Alikuwa napita wakamvuta kidogo akakanyaga pande ya Kenya, akashika yeye. And he was removed from Kenya with an authority of a judge because alikanyaga mguu moja. Hiyo ndio walitumia kumtoa. He violated the rules, the laws of the nation. So that is happening with you. Wakati uko na bitterness, uko into the kingdom ya shetani. Wakati you are not forgiving, uko ndani ya kingdom ya shetani. It doesn't matter whether you are a prophet, whether you are an evangelist, whether you are whatever you are, it doesn't matter. If you are carrying the unforgiveness, you are carrying with you. It is with you who you are in this kingdom. There's no shortcut. You are either here or there. You cannot be a Jagadha. Ajagadha kwa Kikuyu wanaelewa wana Kikuyu. Ni ile kanyama kanakuaga hakako kwa nyama na hakako kwa nini? Kwa kosi. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you have the unforgiveness, you are directly kwenye ufalme wa shetani. Na wanasikia unataka kutoka. Kule kwa Mungu wanasikia unataka kutoka. Lakini kuna hajaachana na contract. Because when you are unforgiveness, uko na contract kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo bitterness ndio uliona Musa wakati alikufa aling'ang'aniwa na Mungu na nani? Because both they were claiming. Mungu alikuwa anasema huyu ni mtu wangu. Naye shetani anasema ni mtu wangu. Kwa nini? Because huyu man aliagusha ile kitu yako. Na akaambia Mungu hivyo. Na ile kitu ulimwapatia aliagusha. Sasa unasemaje ni wako? Hivyo ndivyo nang'ang'aniwa. Mabia neighbor hivyo ndivyo nimang'ang'aniwa. Kwa sababu Mungu anakukilemu unakuja kwa kanisa. Mungu anakilemu unatoa sadaka. Mungu anakilemu umetoa sacrifices. Mungu anakilemu unaomba, unajua unakuja kuomba unaombaga baka jasho inatoka kwa mgongo. Lakini shetani anasema, angalia fungua kabati ya roho. Shetani anakuja naambia Mungu, fungua kabati ya roho. Kweli roho ikiangaliwa inaonekana unforgiving Mary, unforgiving Joseph, unforgiving business partner, unforgiving zinasoma 100. Shetani anaambia Mungu, sasa tuweke nini? Tuweke roto. Ni roto mani gani? Ile ya kubeti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unampatia Mungu kazi mingi ya kupigana kwa sababu yako. Because he fought the battle for Moses. Na unafikiria Moses alikuwa mmoja because he led a battle that was 430 years. So he had a huge responsibility. Ikiwekwa kwa ratili ilienda juu. Sasa wewe ni nini umefanya? Wewe ni nini umefanya hata kuku iwezi kuchinjwa kwa sababu yako? Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu awaste time yake akung'ang'anie. What have you done? Ni juko tu. Naibai tamakai kai nyemba kile nidakina ku mama kile makai tamakai admarare na pesa kai marare na pesa you ateni omaro timanye kitagokopa makana matan kai nidakina hasa niambie ni Mungu atakusikiliza hiyo shetani uko nayo ama atasikiliza venye utakuwa forgiven? If you don't have anything, even a piece, even an inch, a note of anything, Moses had a claim. Moses had something that he can say that I liberated the people.
I did this job for you, God, forgive me. There's a reason na Mungu anakuita kuja tuongee. Na ndio na shetani alipokuja, Mungu alimuweka kabla akamweka hapa akamficha hapa because kuna kazi kubwa alifanya ya Mungu. Wewe umefanya nini? Hata sadaka mtu wake. Ni maombi tu, nataka maombi. Hata mchungaji. Sasa hapa niambie, kuna mmoja wenu hapa amewahi kununulia kikombe ya chai. Wachana hiyo masadaka, mnasemanga hii sadaka Saris. Alesi yako. Ukitaka kuuliza sadaka uliza Alesi. Mimi sijaiona pesa ya kanisa hii venye inakuaga. Kama umewahi kutoa pesa hapa, sijui. I've never touched the money from this church. Ask them, they will tell you. Wewe uliwahi kuona kikombe ya chai? Ati ukuja mchungaji ukishika hii 100 wewe ukakuja kikombe ya chai. Sasa hata nikikuta ukipigwa na huko sitakupita tu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Is the message sinking? Is the message sinking? Baka hapo tuko upande ya Mungu ama upande ya shetani? Yeah? I want to hear you. Baka hapo tuko. Uko upande ya Mungu ama uko upande ya shetani? Hello? Baka hapo tuko. Uko upande gani? Ya Mungu nimesamehea. Samehea. Saa ngapi? Ulisema saa ngapi? Lini? Saa ngapi? Umeambia nani? Hapana, hujasameheana. Sijamwambia kwa maana sijamkaribia. Ya Mungu ya kumsamehe. Kwa upande wa Mungu. So far hujamwambia? No. Kwa hivyo hujamsamehea bado. Umempigia, umetoka hapo kapiga simu. Biblia inatuambia ukikumbuka kuna mtu mmekosana na yeye na unataka kutoa sadaka, acha sadaka yako hapa, kimbia mpaka kwake umsameheane. Umefanya hivyo? So mpaka saa hii uko upande gani? Shetani. Mpaka saa hii tuko wapi? I'm asking you. Tuko kwa shetani sisi zote. As far as we are talking now, sisi wote ni candidate wa kuchomwa. Mwenye ambaye si candidate hapa inua mkono. Mwenye hana grudge na mtu, mwenye hajakasirishwa na mtu, mwenye hana kakitu mahali, inua mkono. Kalia. Mweka pastor wangu hapa. Already hata mimi myself I'm preaching to you nimejipata hapo. Na ndio Mungu aliniambia omba, nitakupatia ufunuo kwa madhabahu. Hata mimi nimejikuta hapo. Hata mimi nitapiga magoti hapa tu chini. Niombe msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are all sinners here. There is no Christian here. Kalira mama ananiangalia na huruma. Anigwa matoko heta geteo twako na wasa imokei. Gidio nawe na mehia. Yes. Kutile mtu tali na mehia. Na mtu mwenye hai na mtu ana uko kwa moyo anasema huyu mtu hapana kano talk. Siwezi. Sasa leo nimeona zile phone call nitapiga leo ni miki. Modo. Ndio toleka nile. Akikubali sawa, akikataa sawa. Ajifungua. Your God is the witness. Akikwambia ni kwenda mahali sio kwa meno. Yes, ni kwenda. Atukana hulele dimulege. Sawa. You are free. You have said it. You confess it to God. And you are set free. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So God fought for Moses because of what Moses had done. Ask yourself, what have I done for God to fight for me? Do I deserve any fight from God? Can God really fight for me? I've done 10 abortions. I've done ABCD. I've backstabbed. I've sengenya. Today morning you sengenya hadi somebody na ukakuja. Kuna mtu mwingine ulimwambia ndio kwenda jigaje so ndio umenya deo. Ndio mwiga tu hanini. Umenya deo. Sasa hiyo unafanya hivi. Na ukikuja hapa Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Yeah. Tell your neighbor, we need to repent.
We need to repent. Hii kitu ni mukali. That is the sin of exoneration. And let us look a little bit the forgiveness called the forgiveness of release. Nimeruka moja, nataka tuingie kwa release kwa sababu it will combine. And we go to the book of Isaiah 43. The book of Isaiah 43. Wa kai. Ati sisi zote tuko kwa shetani. Jehova tuiwe. Kuna mtu anatutazama anasema kai amekumbuka ile maneno amefanya, zile abortion amefanya, na yeye kwanza ni pastor kwa kanisa. Sasa ndashindwa gogo diate ama. Gogo diate Isaia kaidile, wewe Isaia kuja. Isaia anakuanga wapi? Hapo. Ananiambia anakuanga hapo. Kiwadu. Huyu atasamehewa kweli. Unajua kule kero. Yeah, 43 verse 25. I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. That is what we call the forgiveness of release. Once you do the forgiveness, because I believe you are going to do that, release it completely. And never remember what they did. Never remember that husband, what he did to you. Never remember that woman, that man who raped you. Never remember those people who have lived against you. You said, because God says, I am who? That releases everything. Mwenye nasafisha na naondoa and forgets the whole story about what you've been going through and what you did. Because when you are a sinner, God used to count everything you did. When you move from one man to another man, when you move from one woman to another woman, when you did that abortion, when you did that, when you destroyed that business by backbiting, the person who is suffering because of you, and you forgot it, now you are a holy person going to heaven. And a singer, a great singer. Yet you don't know there are people outside there who are crying because of you. There is somebody whose children are suffering because of you. Yet munaenda Sayuni, there is no Sayuni there. Tell your neighbor there is no Sayuni there. Ni Sayuni yako, mwambie ni Sayuni yako hiyo. Ulijitengenezea lazima. Leo inauma. Sema inauma. I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Put me in remembrance. Let us argue together. Set forth your case, that you may be proved right. Come reason together. That is what God is telling you. Come, reason. Let us reason together. Kuja, ukatuiguidhane. Njoo tusemesane. He's telling you come. Kwa sababu kuna mambo ulifanya na ukumbuki. Kuna vitu ulifanya na ukumbuki. Anataka kukukumbusha kwambie, do you remember that boyfriend kale ulikafanya madharau? Kale ulikaabia nitumie fare na hukuenda. Kama ushaitumiwa fare na hukuenda, enda urudishe hiyo fare. Bwana Yesu asifiwe sana. God is saying you come, listen. Let's kuja tuzungumzane, kuja tuabiane. Bwana Yesu asifiwe sana. He's telling you come repent, I'm ready to receive you. Come. Release, wachana na hizo vitu. I'm a God that releases. I'm a God that forgives. I'm a God that forgets. I'm a God that loves you.
Anasema tu kuja tusemesane. Come, let us reason together, and let us move together so that we can be able to become one. Verse number 27 inasema, your first father sinned, and your mediators transgressed against me. Therefore I will profane the princes of the sanctuary and deliver Jacob utter destruction, and of Israel for reviling. So even the sins of our father, the sins of our first parents, the sins of the people who are ahead of us, we are carrying the sin. Kama baba yako alikuwa mchawi na alikuwa mlevi, you are carrying the sin. Kama mama yako alikuwa muhanyaji, you are carrying the sin. Hallelujah. Kama mama yako ana hate mtu ama alikuwa na hate mtu, you are carrying. Are you seeing me? Niona? Hallelujah. So God is asking us that come, that we surrender to God because of the sin you have and the past sin. So by the virtue of us being the children of our parents, we are carrying the sins of our parents. Because my mother, your father, your mother, whatever, had this issue with God. Therefore, this issue with God, because the Bible says, I will transfer the transgressions of your fathers to the fourth and the fifth generations. So the sin of your father you will be carrying, you are carrying a sin of your father. He went alone kwa muganga. It's God knows, so you are carrying it. Mama yako alienda peke yake kwa muganga, you are carrying it. God knows, that's why you are carrying the charcoal on your head. So when you come to repentance, we must do it in totality. You pull your grandfather, you pull your grandmother, you pull everybody in your family and you bring them in one basket and they repent on behalf of them. Then you raise a sacrifice called atonement sacrifice. You atone for the sins of your children. You atone for the sins of your husband. You atone for the sins of your father. You atone for the sins of your grandmother. You atone for the sin of your society, the community you are living. Because if you are living in Sodom and Gomorrah, because that's a community, those are a sin of a community. There is personal sin, there is a generational sin, and there is territorial sin. So you must understand, what kind of a sin are you in? Where did you find yourself? Is it in the territory that is full of witches? Or is it in a territory that is full of bad people? Or is it the personal sin, you did an abortion? It is a sin that it was not committed by none other than few. That's a personal sin. Those sins unafanyaga huko chini chini. Unakorogea mtu unamwekea kamchele. Hiyo kakitu unafanyaga kama usiku unatembea usiku unaenda unanyemelea kwa msemo mwenyewe, alafu unatoka haraka na unarudi nyumbani na unakaa na unashika Biblia unaanza kusoma, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Na ile vitu umefanya only God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And when it comes to the territorial, it is thing that was done communally. Kama hiyo tunaenda kufanya ya Muranga is a community. It was done communally. That's what we call the territorial sin. But again, there is a sin that was committed by your great grandfather ambaye alikuwaga mugaga. That's a generational sin. So you must be able to understand what kind of sins we are talking about here. And all must be cleansed. All must be removed so that you may be set free. Let's do the last book of Micah. Micah inakuwaga pande gani? Ni Old Testament ama New? Wapi? Karibu na? Yeah?
mnijibu hata mjui. Karibu na Jona. Jona inakuwa karibu na na Obadia. Nayo Obadia inakuwa karibu na kama sijui Mika kule iko na niambia Jona ndio nitajua penye iko. Mika 7 verse 18. Who is God like you, pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of inheritance? He does not retain his anger forever, because he delights in his steadfast love. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depths of the sea, and you will show faithfulness to Jacob and steadfast love to Abraham, as you have sworn to our fathers from the days of old. That he will never take these transgressions. He will never make you suffer. He's waiting because he has unending love. God has got unending love towards you. God has got unending care. He wants you. Once you seek forgiveness, he will love you. He loves you. He's waiting for you to repent your sin, that he raises you again. And he swore. God swore, he said, I will never forsake you nor leave you. I will walk with you even if you be walking in the valley shadow of death, but I will walk with you and I love you. That is why he gave his only son to come and die for your sins. Praise be the name of God. So he still loves you. God still loves you. You are stinking, yes. Unanuka. Lakini anakupenda. He just waiting. Weka hiyo takataka chini, umebeba. Weka hiyo uchafu uko nao chini. Then come. Hallelujah. Then come back. Stop that stupid things you're doing. Stop that stupid behavior and character that is removing God from you. Hallelujah. Hallelujah. Wow. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. He will kanyaga madhambi zako zote, your unforgiveness, atasikanyaga kwa miguu zake. Mungu himself atasikanyagia chini. So he only needs you uziweke chini ndio azikanyage. That is all what you need. So leave that grudge you have. Leave that anger. I want you to drop it here today. That bitterness, drop it today. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wameguzwa? Umesikia umeguzwa kabisa? Hapo nimegogwa msumari. Nimegogwa. Inua mkono juu kama unamegogwa. Acha kuinua ni kama nataka kuambia shetani, anakuambia usipandishe. Ni wangapi tuko kwa shetani mpaka sasa? Inua mkono. Mpaka sasa. Inua tu mkono. Wale unajua hatujatubu, hatujapigiana simu, hatujaambia watu tumetusamea. Inua tu mkono wako juu, because God looks at the heart that is ready to be forgiven. Wale wajeuri tu waendelee kuwa wajeuri. Inua mkono wako vizuri juu. Wale wanajua tuko kwa shetani. Sisi hata mimi niko kwa shetani, mimi mwenyewe na kuokosa hapa. Mzee, umangaija kuacha. Yes, we need all of us to repent. All of us here. Nobody is clean here. Nobody is clean. Ama kuna mtu clean hapa? Kuna mtu clean? We are all stinking. We are all dirty. Filthy. Nadivona tulikiaka. Kule mbinguni Mungu anasikia kama anasema
Fugeni hiyo sewage. If Jesus of himself, Jesus, could have pardoned him at the 11th hour, until he cried to God, akamuuliza God, gai wako wadiganeria neke. Why did God abandon Jesus at the 11th hour? Bahujia, did you know Jesus was abandoned at the 11th hour? Why? Because Jesus went in the whole village, corrected all the sins of people, na akaibeba yote. Atinaenda kwa baba. Alipofika kwa baba, baba akasikia mnuko, akaangalia na pekine na kaenda. Until they walimgoga msumari, damu ikamwagika. It atoned. Mungu akarudi kwake. Hallelujah. His own son alimwachana na akamwachanisha. Mpaka akamuuliza, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? It is because alizunguka akabeba dhambi zote zetu. Naenda kwa baba. Kufika kwa baba hakuwa anajua baba atakagi harufu baya. Baba akamuondokea. Wale wajamaa wakanyorosa huyu mjamaa kwa sababu baba ashaondoka. That is why the devil wants you to sin. That is why the devil wants you to move away from God, so that he can find an opportunity to hit you back. Until when he shed his blood and gave it as a sacrifice, that is when God came back and rescued and said, my son, come now, let's go. And he atoned by his blood, he atoned for our sins. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tusimame tu kwa miguu yetu. And if you know you're a praiser, somebody who can worship, praise and worship. If you know you have a good voice, lift up your hand. Na unataka kukaa hapa huku kuja hapa kuchukua miracle, inua mkono juu. If you know wewe ni mwimbaji, nataka nikupatie kazi. Ninatafuta waimbaji wazuri. Waimbaji wazuri. Hawa watu wanataka bahasha. Nataka waimbaji wazuri. And I want to be meeting. And also, Baba, it is in the wrong place to address this, but let me address it, because if I don't do it, see where Nadia. If I don't do it here, this is a demon must be stopped. When Peter was speaking to Jesus, and Jesus told him, you devil, get what? Listen, my brother, you are the keyboardist, the drummist, and the people who sing here. If you will not be here on Saturdays for practice, don't touch anything here on Sunday. Do you get me? And the camera people, sound people, if you not be here on Saturday, don't touch anything here. You must prepare Sunday on Saturday. Is that not true? You prepare well for if you want to succeed. You cannot come in the morning na maasira zako na vitu zako, sasa hiyo ndio na connect ya mitambo. No. No matter who you are, on Saturday you must be here. Umesikia macho ini? Muna practice pamoja, you plan together, you organize together, you pray together, then we go together. Hallelujah. I'm a father. Am I not? Who wants to be my daughter or my son? Who wants to be my daughter in this church or my son? Lift up your hand. Ati mimi unasema mimi sikuji hapa kwa sababu ya miracle, na kuja hapa kwa sababu nahitaji chakula ya baba. Inua mkono juu. Inua mkono juu. Yes. Jipigieni makofi. Kama umeinua mkono yako juu, kuna kitabu utaletewa, ujiandikishe hapo. Unasema daughter. Nasema na uandike namba yako ya simu, I'll be talking to you. And you'll be reaping the benefit of a father. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe nikienda kwa mountain nikimention tu watoto wangu, utakuta kwako kitu inafanyika tu, unashindwa hai, ni nini imefanyika? Because I am carrying the anointing of a father. Lakini anointing ya mpita jua, hiyo lazima tu argue. Ninakupatia kwa nini? Hallelujah. Mpita jia apita nini? Apita juu. Kwanza I'll be seeing my children before I see wapita jia. Hallelujah. That is how bad I am.
But forgive me for that. Sitaki kukuja ukitoka hapa tena utoroke kesho nikusikia kwa Wajiro, umeenda tena kuchukua miracle kwa Wajiro. The other day nikukuta niko kwa Ezekiel, umeenda kununua handkerchief. The other day uko kwa Kakakade kwenda kununua maji. No. Hiyo nenda ukaokote miracle kule mnaokotaga. Si hapa. I'm not selling miracles. I'm teaching you the word. Because of this I've taught you today, you're going to be set free. Lakini pokea! Hallelujah! Pokea! Hallelujah! Pokea! Hallelujah! Hiyo jinga sitaki hapa. Don't come for that. Nikataka kuona mchungaji. Kuja tukushike. Kama unataka kuniona pale, kuja na kutumia twako tuwili tutatu. Umeniambia you blessed me today. Hii kikombe nitakupatia audience ya 1 hour. Uniambie you've blessed me today. The word was so powerful. My good friend. Hata nitakwambia twende kwa mkahawa tukakule. I need encouragement. Sio kukuja kunidrain. Kuta gari yangu yote, miguu yote iko chini. Yote na sasa hiyo niko na appointment ya saa 12 na kuja kuhubiri na iwacha. Na iambia nawacha. Naitisha pikipiki na kalia pikipiki because I have to meet the appointment God. I have to be where God. I leave it. Na iwachanga naingia kwa pikipiki kama mtu niko na namba 12 za watu wa pikipiki. Huyu akimisi huyu anapata. Ananibeba kutoka kwangu huko Karen mpaka hapa. Hapa na drop namwambia rudi. Lakini kai. Wakana nduthi kai. Yesu alikuwa na nduthi gapi? Yesu alibebwa na gari gani? Yesu alikuwa anavaa kara kama Masai. Alikuwa anabebwa na puda. Na yeye hata nikikwambia hapo bebo na puda utaanza kulia, kai. Unahitaji mimi si wa hiyo class. Nani ameona mtu akisiko na kasaduku ya gorodi? Ama mtu wa klasi anaweka kaburi ya klasi na mwingine anaweka kaburi kile. Nilienda hapa weta kwa moshari. Mmoja alikuwa rafiki yangu. Nilienda huko nikakuta miekelewa mawe. Na kuna siku moja tulikuwa tumeenda pale City moshari kutoa jamba zingine. Alikuwa amepigwa marisasi. Nikakuta ni kimawe kimetengenezwa hapo, tukaekelewa hapo tukamwangalia. Sababu tulikuwa tulipe ile marisasi. Unajua mwizi akipigwa marisasi, hiyo risasi lazima familia ndio inalipaka. Kama umepigwa risasi 10, kila risasi ni shilingi 6,000. Kila risasi ni shilingi 6,000. Kila risasi ile imepigwa 6,000, the family to bear the cost. Sasa tulikuwa tumeenda jagiri ya mwizi na ni mwizi anajulikana. Tukakakuta ameekelewa kwa mawe. Wakati nilienda hali moshari, nikakuta moja ameekelewa the same mawe. Nikashitwa. Kwani kipo inakuwa na aibu gani? Hata huyu na mwizi wamewekwa the same juu ya mawe. Mwambie mwenzako hakuna klasi dunia hii. Hakuna klasi. Mwambie tu kama umerelax, hakuna klasi. Klasi ni mbinguni. Mwambie klasi ni mbinguni. Hallelujah. Hi. Do I look like I know you? Who are you? Candy. Kale kalienda huko Meru. Ukabi mtoto. Hebu mlete. Wewe ni mtoto wa hapa CFC. Unajua tu mtoto tu hapa tukuzaliwa hapa na tupenda. Na ndio itaka ni twangu. This I pray for this guy. So this my child. Nimenunulia daipa kadhaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wale wanajuaga kuongea muongee. Wananiale hile kana kaki. Tupita na ule mwingine kwa vile mwingine rafiki yangu Rufina. Katoto kako sawa. Good. Yes, this I will take care of them. Na naomba Mungu anijalie wale wote wamezaliwa kwa hii nyumba. Nitawalea. Nitaparticipate. Hata kama hako na baba na mama na huko I will participate. Hata kama nitanunua kikombe moja ya chai, na wale mnajuaka sasa kuchunguza watoto kama wanafanya hii jicho. Hiyo jicho vita kalikuwa kanaangalia kama yeye. Hiyo ushetani na urogi na komosho diko enda huko.
ati what you can only think, unafikiria ati pastor amelala na nani, pastor ameliongea na nani, pastor alikuwa anafanya na nini. Hiyo ushetani sitaki kwa hii nyumba. Umenisikia? Mumenisikia? Come, let us listen together. See how we are going to heaven. Si ati huyu jamaa atari umwathi wikana na kimundu giki haria. Nikimekwiranaga. Nuko na mtu mwisho wekaga huko. Wekaga huko. Wekaga huko. Aenda kugoithia muhunjia. Hakuna mtu wezi hata ukuje umevaa nini. Wezi niagusha, ni mimi nitajiagusha. Ni mimi. Sasa hebu nishike, niagushe. Hiyo kitu ni wai sikia hapa. Na wale watu wa zamani muanze kuwabukiza hawa kwa sababu hiyo kitu iko na watu wa zamani. Najua mimi ndio nilikuwa komanda wa muziki. Lazima tuende mbele, si ndio? The children of Israel stagnated for 40 years because of those petty stupid things. Come tell me tunaenda Machakos. Come tell me tuende tukavugue kanisa Kisii. Come tell me tuende. Lakini kukaa chini mna discuss watu hapa ati huyo amefanya, huyo amefanya. Everybody tumejikuta kwa nani? Sisi wote tumejikuta kwa nani? Leo. Sisi wote tumejikuta kwa nani? Na tunataka kutoka kwa shetani. Mwambie mwenzako leo tunatoka kwa shetani. Hallelujah. Mwambie mwenzako tunaenda kwa Mungu leo. We must drop the baggages today, tuende mbele. Sema tuende mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka praise and worship. Tuigie sasa. I hope Saudi itakuwa mzuri. Beatrice. I want us to sink deep into this worship. Where's this gentleman? This gentleman. Yes, come. Nataka tuingie deep into worship. Remember everything that you've done. Remember the people you've umeduga. Remember wale umesengenya. Remember anything that you know you did not do it right. I want you to seek through forgiveness. Forgiveness is not led by your pastor. Forgiveness is led by yourself. It is you and your God. Praise be the name of God. It is you and who? You and your God. And I want by the time we finish here, you'll be forgiven and be cleansed by the blood of Jesus Christ. You'll be a new creature. And hizo mavitu zako zimekufuata forever. They will be out. Can somebody say amen? So, twende kazi. Worship Beatrice. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna mwenye ishara kuu kama wewe Mungu. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nazo nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa
jina la Bwana Yesu. You can choose to kneel down. You can choose to write down. You can choose to come on the pulpit. But humbly go down and seek genuine forgiveness as they sing. Kwa jina la Bwana Yesu, nguvu za giza zimeshindwa. Kwa jina la Bwana Yesu, nguvu za giza zimeshindwa. Kwa jina la Bwana Yesu, nguvu za giza zimeshindwa. Kwa jina la Bwana Yesu. Mungu kama wewe hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Inua mikono kwa Bwana katika jina la Yesu. Nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Anaweza Bwana Yesu, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana. mwambie anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana. Yesu Nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana. Yesu nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana. Hallelujah Bwana, hallelujah Bwana,
Yesu ibadamu damu ya Yesu, damu. damu Inua mikono ulilie damu ya Yesu ambayo iko na utakaso. Usafisha kabisa. Damu ya Yesu ibadamu damu ya Yesu, ibadamu damu ya Yesu, usafisha kabisa. Zimeshindwa na Yesu na nguvu za shetani, zimeshindwa na Yesu na nguvu za shetani, zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. mbinguni tutaimba Haleluya, mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya. Asifiwe Mwokozi. endelea kuomba na kumwambia Bwana nisamehe, nitakase. Endelea kusamehe wale wote unataka kusamehe leo katika jina la Yesu. Endelea kusamehe, endelea kutubu. Ambia Bwana nitakase kwa damu. Oreba sakara baba rekatara baba. Asifiwe Mwokozi. Mbinguni tutaimba Haleluya, mbinguni inua sauti yako, endelea kusamehe, haleluya, endelea kutubu na kusamehe. mbinguni tutaimba haleluya. Asifiwe Mwokozi. Wakati nitajikuta mbinguni Kwa Baba nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Oh, sana nitaingia kwa shangwe. Haleluya, Nitaingia lango lake endelea na kuomba na sifa kumwinua Bwana. moyoni. Oh, Nitaingia kwa Ikia mbele zake. shangwe kuu. Haleluya, Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. nitaingia Nitaingia Ikia lango mbele zake lake na katika damu sifa ya Yesu. moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Haleluya, Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. nchi nzuri, Nchi nzuri, nchi safi kwa Baba yangu. Kuna amani, kuna furaha, huko ni kusifu. Tutakaa na Mungu wetu, nchi ya amani. Oh, sana nitaingia kwa shangwe. Haleluya, Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia Inua sauti lango yako, lake endelea na kuingia katika sifa lango lake. moyoni. Oh,
nitaingia Mwambie Bwana kwa nisomee na nitakaza shangwe kuu. Haleluya. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitawaona watakatifu, oh, manabii wote, hata nitume nchio. Nitawaona, tutakula meza moja, nchi ya amani. Oh, sana nitaingia kwa shangwe. haleluya. Nitaingia Inua sauti yako, lango lake na endelea kumwambia Bwana na kuhitaji. moyoni. Oh, Nitaingia kwa shangwe kuu. haleluya. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Bwana sehemu yangu, Rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja Bwana nataka kutembea na wewe, na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. na Maria pasikutaka ili niheshimiwe, nayani kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri kutema shaka sawa sawa na wewe. Mbele unichukue, mlango ni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlango ni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlango ni mwa mbinguni, niingie na wewe, Thank you, Lord. We give you glory.
lango ni mwa mbinguni. Unaweza simama na miguu yako. Na wewe Pamoja. Unaweza simama na miguu yako. Na wewe Pamoja. Na wewe lango ni mwa mbinguni. Na wewe. Tukiendelea, ningetaka ikiwa kuna mtu unaweza taja yule unataka kumsamehe, umtaje kwa jina lake. Tunapoendelea kuimba, nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Hallelujah. Unaweza kumtaja. Hallelujah. Ikiwa ni mmoja, wawili, amen. Msamehe na uambie Mungu naye akusamehe katika jina la Yesu. Amen. Nipe moyo safi Bwana. Hallelujah. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Nipe moyo safi Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Kukaa milele nawe. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Nipe moyo safi Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Kukaa milele nawe. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Nipe moyo safi Bwana. Nipe moyo safi. Inua mikono, mwambie Bwana nipe moyo safi. Kukaa milele Tumwambie pamoja. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Hallelujah. Nipe moyo safi Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Kukaa milele nawe. Niongoze katika safari. Nishike mkono Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Kukaa milele nawe. Niongoze katika safari. Nishike mkono Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Kukaa milele nawe. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Nipe moyo safi Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Kukaa milele nawe. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Nipe moyo safi Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Kukaa milele nawe. Niongoze katika safari. Nishike mkono Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Kukaa milele nawe. Niongoze katika safari. Nishike mkono Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Kukaa milele nawe. Nishike mkono Bwana. Nipe moyo safi Bwana niingie mbinguni. Kukaa milele na. Niongoze
katika safari. Mwambie Bwana akubariki. Nishike mkono Bwana. Mwambie Bwana akushike. Nipe moyo safi. Mwambie Bwana akushike mkono. Mbinguni. Mwambie akushike tu mkono. Mwambie nishike mkono. Mwambie nishike mkono. Mwambie leo niko safarini na kuhitaji. Nishike mkono Bwana. Nipe moyo safi Bwana, niingie mbinguni kukaa milele nawe. Niongoze katika safari. Nishike mkono Bwana. Nipe moyo safi Bwana, niingie mbinguni kukaa milele nawe. Nipe moyo safi Bwana, niingie mbinguni. Nipe moyo safi Bwana. Nipe moyo safi Bwana, niingie mbinguni kukaa milele nawe. Nipe moyo safi Bwana, niingie mbinguni. Nipe moyo safi Bwana. Nipe moyo safi Bwana, niingie mbinguni kukaa milele nawe. Niongoze katika safari. Nishike mkono Bwana. Haleluya. Nipe moyo safi Bwana, niingie mbinguni kukaa milele nawe. Yesu nakupenda. Yesu, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani ulinipenda. Yesu, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. Yesu ni jina nipendalo, napenda kulisikia, napenda kulitamka, hilo lililoniridhisha. Yesu, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. Yesu, nakupenda. Yesu, Yesu nakupenda. Yesu wangu, Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. Yesu, Yesu, Yesu nakupenda. Yesu, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. oh Yesu, Yesu nakupenda. Yesu wangu, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda.
Inua mikono yako juu, surrender. You surrender before God. Tell God, I'm here today to be blessed. I'm here today seeking for forgiveness. Mwambie naomba msamaha. Naomba msamaha wa dhambi nilizozitenda kwa makusudio. Naomba msamaha wa dhambi nilitenda bila kujua. Naomba msamaha wa dhambi za baba yangu. Naomba msamaha wa dhambi za mama yangu. Naomba msamaha wa dhambi za kukana shosho. Naomba msamaha tu. Naomba msamaha. Naomba msamaha. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. Mwambie nakupenda Yesu. Mwambie nakupenda. Mwambie nakupenda. Mwambie Yesu I love you. Mwambie Jesus I love you. Mwambie I love you. Mwambie I love you Jesus. Mwambie I love you Jesus. I love you Jesus. I want to be redeemed. I want to be redeemed. I want to be redeemed. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. Yesu ni jina nipenda roho napenda Cry to Jesus now. Put your cries to Jesus. Put your cries to Jesus. Mulilie sasa. Mwambie niko hapa. Niko hapa, naomba msamaha. Naomba msamaha dhambi zangu. Naomba msamaha. Naomba msamaha. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani unanipenda. Mulilie. Mwambie Baba. Mwambie Baba nakuja. Mwambie Baba naomba msamaha. Mwambie ninaomba msamaha leo. Mwambie ninaomba msamaha. Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Anaweza leo. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Ewe ni Mungu wetu. Maroho ya uchuki. Maroho ya lavanga. Maroho ya wachawi. Maroho ya waizi. Maroho ya Freemason. Yatima kamatwa. Nakamatwa. Nakamata wanga zao zote. Nakamata wachawi. Ninakamata warabi. Ninakamata. Mungu wetu ni Mungu unayeweza. Ewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unataza Bwana. Unataza Bwana.
unajaza, unajaza Bwana, unajaza, unajaza Bwana. Wainua, 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 wainua Bwana, wainua, wainua Bwana, wainua, 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 wainua Bwana, wainua, wainua Bwana, wainua, 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 wainua Bwana, wainua, wainua Bwana, wainua, wainua, wainua Bwana, wainua, wainua Bwana. Ewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Ewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Ewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Ewe Yesu, ewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Wainua, 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 wainua Bwana, wainua, wainua Bwana, wainua, wainua, wainua Jehova, wainua Bwana, wainua, wainua Bwana, wainua, wainua, wainua Bwana, wainua, wainua. Inua mikono mwambie unaweza. Unaweza, unaweza, unaweza. Inua mikono mwambie unaweza. Unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, 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 unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Haleluya, 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 haleluya Bwana, haleluya, haleluya Bwana, haleluya, 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 haleluya Bwana, haleluya, haleluya Bwana, haleluya, 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 haleluya Bwana, haleluya, haleluya Bwana, haleluya, 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 haleluya Bwana, haleluya, haleluya Bwana. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Hallelujah, hallelujah, Bwana. Oh, hallelujah, 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 Bwana. Hallelujah, hallelujah, Bwana. Hallelujah, 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 Bwana. Hallelujah, hallelujah, Bwana. Nikubuke, 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 nikubuke Bwana. Nikubuke, nikubuke Bwana. Oh, nikubuke, nikubuke, nikubuke Bwana. Nikubuke, nikubuke Bwana. Nikubuke, 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 nikubuke Bwana. Nikubuke, nikubuke Bwana. Nikubuke, 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 nikubuke Bwana.
unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Oh, unaweza, 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 unaweza. Unaweza, 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 ewe Mungu. Haleluya, unaweza Yesu. Unaweza Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya kwa Bwana. Wewe ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu unayeweza. Haleluya. Haleluya. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Amen. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. 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 Damu ya Yesu, damu ya Yesu inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu inafungua, inaweza mambo yote. Yesu iliyomwagika Inaweza mambo yote. damu ya 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 Yesu yatenda mema inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika 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 inaweza mambo yote. Damu ya Yesu inafungua, inaweza mambo yote. Yesu iliyomwagika. Inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Angalia Bwana. Sisi wana wako tunakuhitaji, tuangalie Bwana. Angalia Bwana. Sisi wana wako tunakulilia, tuangalie Bwana. Angalia Oh, Bwana. angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Oh, Bwana. angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Oh, Bwana. angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Oh, Bwana. angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia
twakuhitaji, tuangalie Bwana. Sisi wana wako twaja mbele zako, tuangalie Bwana. Mama wajane wanakulilia, waangalie Bwana. Watoto yatima wako mbele zako, waangalie Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Oh, angalia Bwana. 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 Tuko mbele zako tunakulilia, tuangalie Bwana. Si wana wako tumekusanyika, tuangalie Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Oh, angalia Bwana. 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 Angalia Masia. Angalia Bwana. 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 Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Imba waweza, 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 waweza Mwokozi. Haleluya, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Imba waweza, 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 waweza Mwokozi. Yesu waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Wewe waweza, 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 waweza Mwokozi. Waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Imba waweza, 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 waweza Mwokozi. Haleluya, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Imba waweza, 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 waweza Mwokozi. Waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Unatenda mema, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Umeinuliwa juu Bwana, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote,
hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Unatenda mema. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mkuu, Waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mkuu. Waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Watenda maajabu. Wewe ni Mungu mkuu. Waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu. wewe ni Mungu mkuu, Waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mkuu. Waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Na ijulikane kwamba upo Mungu wa Eliya. Na ijulikane kwamba upo Mungu. Na ijulikane, na ijulikane kwamba upo Mungu wa Eliya. Na ijulikane kwamba upo Mungu. Na ijulikane, na ijulikane kwamba upo Mungu wa Eliya. Na ijulikane kwamba upo Mungu. Ijulikane kwamba, na ijulikane kwamba upo Mungu wa Eliya. Na ijulikane kwamba upo Mungu unayejibu maombi Bwana. Kwamba upo Mungu wa Eliya. Na ijulikane kwamba upo Mungu unayejibu kwa moto. Na ijulikane kwamba upo Mungu wa Eliya. Na ijulikane kwamba upo Mungu wa Eliya. shakara. Oh, yes.
you see how they coordinate? Did you see? That is how they coordinate. Huyu amekujia yule kijana. Lakini how they came, they don't know. But they have been sent. They have been what? Go rescue our man. Who are you? Who are you? Irene. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Unisamehe dhambi zangu. Unitakaze. Maroho yote ya waganga na ya Freemason yaniondokee. In Jesus' name. Receive your salvation now. Receive your salvation now. Amen. You are free. Sema, there is power. Sema, there is power There is power in the blood of Jesus. in the blood of Jesus. There is power. There There is power. is power. There is power. What? There is power There is power in the blood of Jesus. in the blood of Jesus. In the blood of Jesus. In the blood of There is power. Signs sons have no power. have no power. The signs of Lucifer The friends of the Lucifer has no power. Has no power. See, unaona? Don't interfere the process, because that is where the power is. Namwombea anakaa vipi? And I'm praying, so anakata hiyo maombi isiende. Bwana Yesu asifiwe sana. Until nimerealize where the power is. That is why I want you to come and sit down and be taught this word. Utakaa na ka house guard lakini kaa huko. Katakuachanga kwa nyumba. Utakaa na bwana lakini si bwana, ni nyoka. Utakaa na mke na si mke, ni nyoka. Anakuja tu asubuhi wakati anajua utaamuka, wanarudi. Sufunike kama nataka tu ndio kutanga. Uhubiri huo. Yes, huo tu. Bwana asifiwe sana. So if you think this is the game, this you can do, come here to do the game. You Lucifer, hauna namna hapa, hauna nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wako na two caps for the coordination purposes. But yeye hajui. Na hawakutoka mahali pamoja, lakini ameambiwa vaa cape na vaa cape, hiyo itaenda. Lakini hajui ni kwa nini alivaa cape. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu alikuwa na cape. Yule alikuwa na cape. Ni wewe ulikuwa na cape? Si huyu. Yule na mwingine hapo. Ziko cape. Na yule wote hao wamelala hapo. They had capes. Ziko wapi? Ziko wapi? Lakini ukimuuliza ni kwa nini alivaa, hajui. It was not intentional. Lakini imetokwa na amevalishwa ndio apeleke. Bwana Yesu asifiwe sana. Amevalishwa ndio fanya nini? Apeleke. Hizo ndio imebeba information. Akivaa kwa kichwa inabeba hiyo information. Mkikaa karibu na wewe, lakini yeye hajui kabisa, for sure hajui. Very few know. Wale wameingia deep sea. Huyu sasa alidirectiwa mpaka mahali hiyo kitu iko, hiyo kofia iko, akanunua, akavaa, akarudi akaambiwa nenda kanisa fulani. Spirit ikamlead to here. So huyu tutamuua ama tutafanya nini? Tunamuombea kwa sababu hajui. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why you need to be taught the word of God, so that you are able to understand. Because unaomba, unakuja tunaomba na wewe na nyoka iko ndani ya nyumba.
huyo mzee ndio wa Freemason, mzee wako ndio wa Freemason. Na mnakuja afadeda waliokiuga kemwe tu, waliokiuga kemwe. Na mzee amevaa marings za Freemason, amevaa chain za Freemason, na kwa kitanda hapo hiyo kwa ile wanakuweka na vitanda kubwa ile wewe rudi hapa. Out. Na kuamurisha katika jina la Yesu Kristo, network zako zote na zikamata na anga ya queen wa baharini. Na ikamata, kamata. You are powerless. Bow down. Bow down. That is what you need. The power of the blood of Jesus. Shetani haogopi Yesu. Aliambia Yesu kumeandikwa, badilika. Akaambia Yesu kumeandikwa, badilisha mawe kuwa manini? Mkate. Haogopi. Anaogopa kitu inaitwa the blood of Jesus, because that is the covenant of God. Kushinda kusema Yesu, Jesus. Shetani hababaishi na kitu kama hiyo. Aliongea na yeye na akamwambia nitakuinua juu nikupatie hii dunia yote. Shetani. Yesu akiwekwa kwa msalaba na akicharaswa, God had disappeared. Ni shetani alikuwa anamshughulikia. Lakini when the blood came out, shetani akaangamia na akaisha, Mungu akakuja. By the blood of Jesus we are redeemed. Bwana Yesu asifiwe sana. By the blood of Jesus we are redeemed. I don't know whether you're getting me. So you need to sit down to be taught the word before even you think of that miracle. Because the miracle you are looking for, the problem is with your husband. Na mko na ile kitanda kubwa ile iko na tukabati hapa kado. Hapo ndio amewekelea pete ya Freemason. Hapo ndio amewekelea chain ya Freemason. Hapo ndio amewekelea paraphernalia zote za Freemason. Alafu unaziacha nyumbani, unakuja kwa Apostle Waruinge. You come to see what? Apostle Waruinge. Tunaomba vizuri, ukifika nyumbani unakuta shetani na kuuliza umemalizana na apostle? Kuja sasa tuendelee na safari. So you need to be taught things in the house. Kuna vitu ziko kwa nyumba haziwezi kubali ukuwe redeemed. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hii sasa hii unaona hii ni uchawi. Lakini yeye amebeba ni ya dini. Huyu mzee tumemtoa juzi tena amerudisha. Na ndio unaonanga akubalingi kuweka pesa yake kwenye kikapu. Anaiwekeleanga wapi? Hapa kando. Hata ukimwambia shuka kuweka hawezi kubali. Sasa unamuuliza ni kwa nini? Ni kwa nini huwezi kubali? Mwache. Hiyo ni diversion. Wacha nayo. Nani alimuingiza mtoto hapo? Si unasikia sasa? Ndani kwa mtu sasa, mtoto anajua kitu lakini anataka kukose diversion. Ndio nisieleze what I'm teaching you. Wanakujenga tusichana kama sasa nilijua tulitumwa tusichana 6. Ana Yesu asifiwe sana. Tulitumwa ngapi? Tusichana ngapi? 6 na mwanaume mmoja. Wakaambiwa leo ibada isiendelee. Wamejaribu kwa mitambo ikashindikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamejaribu kila njia zao zote, lakini niliwakamata, nilishika anga zao. That is all what you need to be taught. Ujue kwako kwa nyumba kuna silaha za shetani. Kwako kwa nyumba huyo mzee mko na yeye unampenda sana kama nyama choma, ni wa Freemason. Huyo mwanamke unapenda, unamuitanga baby, buju, bajajaja, hiyo yote mnamuitanga kube ni wa huko. Wamama wako kanisani wanaendesha magari makubwa, lakini lesbian wako kanisani wanakutongoza. Kimama kinakuja kinakutongoza, kinakwambia twende tukakule huko Serena Hotel, mnakula Serena Hotel. Baadaye anakuambia sasa nataka ukaninyonye. And you cannot resist. Nilifanya mwanamke mwingine hapa Deliverance last week. She never ni mama. Unaona hata wewe hata mwanaume kwenda kutokosa huyo mwanamke, unaona you have to take your time. You have to listen. Lazima ufikirie mara 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama mwenye haiba, lakini alikamatwa na akapelekwa Serena na akanunuliwa chai.
Na from there alijikuta hata yeye ndiye alikuwa anapigia yule mama, namwambia mwenye tarathi. Na mama huyo mwenye alipelekwa ni assistant pastor, alipelekwa na mshirika. Alikuwa anampigia simu, nitawahi mara daigwa magemisi. Assistant pastor nitarathi. Na anapigia mama mwenzake. Na ni mama anatambulikana kwa roho, kwa godhio marika bagika, ndio ana lead ile kitu inaitwa intercessory. Tikana inakana kawachana yeye mtoto muondoke hapo. Wacheni sasa, nani ameleta huyu mtoto hapa? Umeona sasa coordination ameletwa hapa, ndio nyinyi wote akili yenu yote iko wapi? Iko hapa. Lazima nikaonjwa ndio, lakini wameshindwa huko kwingine, wamesema tutumie haka. Hakana makosa. Kama kana makosa, hakana makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huyo mama ni intercessor kanisani, lakini akimaliza intercessory wanaenda kwa hoteli kunyonya. Then who is safe? Who is safe? You only need the word of God for you to be free. Somebody say amen. You need to sit down. We are living dangerously. We are living in a world that is not predictable. Mume wako ni mume, anakuja mnalala na yeye, lakini bado analalagwa na yeye. And it's your husband. Na anakupenda, a loving and a caring husband. Lakini ile pesa amekuletea mnakula nyumbani. Hey, my husband is a provider. Ni service provider. Sorry sana. Ile pesa amekulinia ya chakula ni ana hapa. Amepaka vaseline na mafuta ya kukamua ng'ombe, inaitwa tajiri. But he's a caring and a loving husband. How do you know? There are signs wanafanyanga, utazijua tu. Kuna vitu fanyika utajua tu, that you need to be taught. Hallelujah. Najua nimewabo yenu kwisha, lakini boekeni tu, lakini mkufuata nini? The freedom. Mkuwe delivered. If you have the freedom, I have no business being with you here. You go there, you know how to solve the problem. You don't need any man to come and lay a hand on you ati kwa sababu ya miracle. No, you need to set yourself free. You know God, seek ye the kingdom and its what? Righteousness, and everything else will be added unto you. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tu atasikia moto inawaka, ni moto ile inawaka. Sasa kule wanamuuliza kuliendaje? Bona hiyo deliverance imefanyikana huko, kuliendaje? Kwa sababu nimezima masikio, nimezima kila kitu. Ile kitu anasikia tu ni moto. Angalia. Moto wa Yesu, the blood of Jesus. Umeona? Tunaona to mention the blood when you are in a bad situation. Just mention the blood of Jesus. It's enough for your healing. It's enough for your deliverance. It's enough for everything that you need. Hawa wamepotea njia. Wewe wako wapi? Hawa wamekuja sana. Ruka tu, lakini utaenda. Wewe umetoka wapi sasa? Kutoka Banana. Mlikuwa mmeenda wapi? Ukapotea, si unaona? Zile mademon za kwao zinawauliza mradhi iko. Wametafuta hapa, si mlikuwa hapa? Mkapanda gari mkaenda Kayole. Ni kweli. Walienda Kayole. Na walikuwa wapi? Hapa nje. Lakini wakaenda wapi? Ruka tu. Sasa mmesikia? Simeona? The blood of Jesus imefungwa nini? Masikio. That is all what you need. Stand up. Angalia nyoka. You're free. You're free. In Jesus' name. Lala. In Jesus' name. Lala. Come. Mado. Wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Who are you? Hebu jesheni mkana hapa. Nikisema moja mnasema blood of Jesus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You're free. Amen. Sasa ile maombi mnasema ninakuomba ninakakakaka. Angalia sasa. Only that. My dear. Hi. How are you? What's your name? Mary. From where? From Buruburu. Where are you now? Church. What are you doing in the church? Unaona nini? Unaona nini hapa? Yeah? Unaona nini? Unaona? Sasa amewachwa. Hana nguvu. Kumbuka haka ndio kalikuwa kametaka kuniua pale, kanataka kuniangusha. Unaona? Sasa hana nguvu. Kwa sababu the blood of Jesus has taken over. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes. Again. In Jesus' name. Amen. Sasa, who are you? Mary Njoki. Mary Joki. Yes. From where? Good. Why are you smiling? Why are you smiling? You know. Hapana. Why are you smiling? I feel relieved. You feel relieved from what? By the blood of Jesus. Amekuwa relieved. Where is the other girl? Huyu, kuja. And the other one. Ule mwingine ako hapo chini. Panda hapa juu. Check. Panda hapa juu. Achana. What's your name? Once again. Irene. Irene. Irene is from where? Mwingi. You're from Mwingi. Yeah? Yes. The Mwingi demons. How did you come here? Ulifikaje hapa? Yeah? Kuja tu kuomba. Ulikuja tu kuomba. Umetoka Mwingi ukakuja hapa. Yeah? Ayumba. Yeah? Ruben. Yeah? Ruben. Yeah? Kwa Ruben. Wewe ni wa Ruben? Nani ulikujaje? Ulijuaje hii kanisa? Niliwahi kuja huku kitambo. Uliwahi kukuja huko kitambo? Alafu ukaenda. Ni wapi ulikuwa umeenda kwa mganga zamani? Sijawahi enda kwa mganga. Huko Mwingi. Nani mganga huko Mwingi kwenu? Mimi sijawahi enda. Nakuuliza nani mganga huko Mwingi? Hakuna. Kwenu hakuna, area ya kwenu hakuna, hata neighbor hakuna. Wako lakini siwajui jina. Hakuna. Ako lakini siwajui jina. Umeona? Hakuna. Ako lakini sasa mimi sikukuuliza kama unawajua jina. Nakuuliza hapo area kwenu nani mganga? Nani mganga wa hapo area kwenu? Yeah? Ukumbuki huko ama humkumbuki? Simkumbuki. Humkumbuki. Unasikia? Unasikia vile langu imeenda kichange? Ako lakini hakuna. Hakuna mganga, simkumbuki. Kwa hiyo anamjua lakini nifanya nini? Hamkumbuki. Wewe mami kuja. Kuja. Umetoka wapi? South Sea. Ulijuaje huko? Weka mikono yako vizuri. Ulijuaje huko? Mimi wanakuja. Yeah? Kwa nashiriki hapa, nilikuwa nimeanza kushiriki hapa but nilikuwa nimeenda nyumbani. Ulikuwa umeenda nyumbani? Nyumbani ni wapi? Kericho. Okay. Unajua kitu ulifanya huko? Wapi? Hapa. Hajui. That is why we need to be taught. Tell your neighbor, I need to be taught. Wacha na hii mambo ya miracle. Sasa kwa mfano, huyu msichana hajui what she has done. She's a very good girl.
This is my sister. Na amewekwa vitu ndani yake, alafu umwandike kazi kwako. Wote kwa ukiona vitu vituko, lakini msichana ni mzuri na hajui. So anything she has done, she doesn't know. But things have been put into her ambazo zina operate. Ndio unaenda unakutana na lala na mwanamke ambaye amewekwa mavitu, kutoka hapo nuksi zinakuanza katika maisha yako. Unakuwa na mwanaume mnalala tu naye, nuksi zinakuanza hapo. Salary inakuja, tunapokea 200,000, 300,000, 400,000, mshahara mzuri. But ukifika tarehe 5, tarehe 9, no, hauna pesa, unaanza kurudi kwa fuliza. Unakuta simu yako iko na fuliza, iko na branch na tala, na ingine password, hasarafadi na ingine KCB na ingine mshwari na ingine zeka na ingine na credit moja na ingine na shairo. Zote umesikia hao wote wametaja, wako nazo zote. Ni watumwa wa maloni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanasikia wako relieved, wamefunguliwa? Unasikia umefunguliwa sasa, uko huru. Do you know what has led to that salvation? This is because of that man you are forgiven. Alikufanya mambo mbaya, ulilia, si ndio? Na ulikuwa umesema hautawahi msamehea. Umemsamehea? Nimemsamehea kabisa. Yes. That causes you to be delivered. Ni nani amesamehea mtu leo? Nani amesamehea mtu leo? Kai. Kwa hivyo tulikuwa kwa shetani. Basi tuseme toba sisi yote. Sema inoni mikono yenu juu, sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu uliye hai, kutoka leo nimetubu dhambi zangu. Naomba unifute kwenye kitabu cha mauti, uniandike kwenye kitabu cha uzima. Wewe shetani, kutoka leo hatuna uhusiano. Nimeenda kwa Yesu. Fungeni macho niwaombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuabudu na kushukuru kwa sababu ya wema na utukufu wako. Watoto hawa wameinua mikono kwa sababu wametubu dhambi zao, wameomba msamaha. Baba, najua umewasamehea, maana umewaambia tuje pamoja tusemezane. Mimi pamoja na wao kama baba yao nimekuja na wao tusemezane. Uweze kutibu ardhi yetu, uweze kutibu uchumi wetu, ukatibu biashara zetu, ukatibu familia zetu, ukatibu miili yetu, kwa sababu umetusamehea. Asante Baba kwa utukufu wako. Ninakamata anga zote za wachawi, anga za warogi, anga za Illuminati, anga za Freemason, zote nazikamata katika jina la Yesu Kristo. Nazikamata in the mighty name of Jesus Christ. Watu wanaachiliwa sasa. Naona watu wakiachiliwa. Kuna nguvu zimeshuka kutoka mbinguni. There is a new anointing, fresh anointing coming upon you. A fresh anointing imeshuka kwako. And your life will never be the same again. Hata kama umechelewa, umefunguliwa. Hata kama umechelewa, Mungu amekufungua. The anointing ile imefungua watu hapa, yote imefungua wewe. Umefunguliwa. Sasa kelele imeisha. Amuka. Hebu amuka. 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 Kuja. Naitwa nani? Amuka. Naitwa nani? Jina yako? Eva. Nike kiu. Anasikia. Lakini kuongea ongei. Amuka. Amuka.
Leta mkono. Shika mkono yangu hii. Wewe, shika mkono. Shika mkono. Yes. Niangalie. Ni kuongea ongea. Okay. Sasa mambo unaongea tena unaongea ngaje naye anaongea Kiswahili, anasikia Kiswahili, hata Kikuyu anasikia. Wakati una communicate naye, how do you do? Unamwongelesha tu, hebu mwongeleshe. Nyesheni mkono wenu hapa. Nikisema moja mnasema the blood of Jesus. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Ongea. Unaitwa nani? Amuka. Hii karaho kanajuanga kupretend. Sasa unaitwa nani? Ma. Ma. Sema mam. Sema mam. Sema mam. Tena ya kwanza. Akwa pia mwenda wapi mwanangu? Kuja. Huyu jamaa. Kuja hapa. Huyu jamaa tulianza naye ministry akiwa chokora. Ni kweli? About 20 years. By then you were about 10 years. 12 years. Walikuwa wachokora, walikuwa vijana karibu 7. Na wakiwa chokora niliwataribia. Niliwatabiria wataenda ng'ambo. By then nikiwatabiria, they didn't have even a food kuwekelea kwa meza. Nikiwaambia wataenda ng'ambo, they were asking for food, na mimi nilikuwa naambia kuhusu kwenda wapi? Ng'ambo. Ulienda mkwenda? Chukua mic hapo. Chukua mic. Shika hiyo. Yes, mambo vipi? Bwana asifiwe sana. Yeah, nafurahi kuwa hapa. Yeah, pastor alituprofesia tumeenda majuu, wanasemanga majuu ama abroad. Yeah, tumeenda huko uncountable times. Now, tunashukuru Mungu na tunashukuru Bishop kwa hiyo. Hawa ukienda Norway utaje huyu mjamaa Norway. Umutaje tu. He is known. Entire Norway, they know him. Entire Sweden, entire Switzerland, they go to perform. Lakini alikuwa chokora. Na sasa hiyo sikuwa nimeokoka. Sikuwa laini mzuri. Lakini walienda. They are celebrities in Europe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe utakuwa celebrity in Jesus name. Hata wewe maisha yako itabadilika in Jesus name.
ninaona watu 15 people ambao wanasafiri. I don't know whether you are one of them. Kama wewe ni one of them, mwambie Jesus, I receive this prophecy. Mwambie Jesus, I receive this prophetic word. I can see watu 6 ambao Mungu anaenda kubariki na kampuni za supply na kampuni za kufanya construction. If you are one of them, receive it in Jesus' name. Hallelujah. I can see mighty men and women of God in this place. How? I can see mighty men and women of God in this house. Amen. If you are one of them, receive it in Jesus Christ. Amen. I prophesy to you that all your enemies I prophesy that all your enemies, those that have tormented you, are going to be subdued. Not because of anybody else, because of you. Last year was a year that you struggled. This is a year that you're going to prosper. But I say, last year was a year there was a lot of miscommunication. Every time you tried to do something, it was not working. Shikanisha mikono yako mbili hivi. Any wire that was cut, I have reconnected it. In Jesus' name. You are now reconnected. You are reconnected to your man. You are reconnected to your woman. You are reconnected to your business. You are reconnected to your ministry. You are reconnected to your favor. You are reconnected to your God. You are reconnected. Can I hear amen? This is a year of favor. Lift up your hand. This is a year of favor. This is a year of growth. This is the year of favor in man and in God. You will be favored anywhere you go. You will be favored anywhere you go. I didn't hear amen. You will be favored wherever you go. You can do better than that. You can do better than that. God will favor you. God will favor you. God will favor you. Man will favor you. Man will favor you. In Jesus' name. You know what? If you have a note, a Kenyan note, lift it up. If you have in your pocket a Kenyan note, just lift it up. Just any note, any note. Not for giving, it is just a Kenyan note or a Kenyan shilling. If you don't have, you can borrow from a neighbor and make sure you return it to him or to her, but not the one you borrowed. So if you nakopesha nini hauna ingine gaida shokagero hii hapo, shika noti ama uombe neighbor, mwambie nisaidie tu na unipatie, na umwambie siku nikopesha unipatie kwa sababu nataka ikuwe yangu ya baraka. Bembeleza mtu kama una bembeleza, uombe na umwambie sikurudishi, na azungumuze na kinywa chake, nimekupatia for good. Na kama hauna, unaona kuna mtu hajainua, mupatie tu na umpatie for good, with good heart, ndio ikuwe yake. Daudi aliambiwa atakopeshwa nini? Aliambiwa atapatiwa shamba, ama si Daudi? Nani aliambiwa atapatiwa shamba akakataa? Ni Daudi. Na Arauna akasema mimi lazima nigarimikie. Hakuna kitu naweza kupeleka mbele za Mungu ambayo ni ya kukopa. If you have ever sent a sacrifice kutoka Mshwari, kutoka Hasrafat,
kutoka Tuara, kutoka Korogosho. That is not a hiyo umetoa ina benefit ule umekopa. Still it is still attached. Kule wapi? Ene maana hata nikakupatia pesa hivi, unikope pesa ukuje ulete hapa. Ule atabarikiwa si wewe ni yule. Sacrifice or anything is attached. Anything unapeleka kwa Mungu is has an attachment with you. Lift it up. Kila mtu ako nayo. Kila mtu. Wewe mamini nini? Kila mtu. Lift kabisa. Ifugue kuja noti kama mama ya masoko ya Marikiti. Na hii kanisa msiwahi kuja na wanaletaka noti. Unaona? Yaani ni ya nini unalete? Bako umekuja watu wanakuangusha na kushaka. Don't bring that kind of a note here. What you have, you did not steal. It is God who gave you. So be proud of that. Fungua noti yako vizuri hivi. Hata kama ni mzee kama wewe. Fungua tu mzuri. Fungua noti yako ni wewe na bia. Hivyo. I'm teaching you one secret. Adeka kioneki yako. Hebu kunja noti yako. Kunja. Kabisa. Kunja kama ya mama Marigiti. Ishike vizuri. Ifiche hapo. Nani ataona hiyo noti? You have hidden what you want from God. Kujua sasa. Nataka hii note. Sema sasa. Sema Yesu. Mwana wa Mungu. Aliye hai. Mungu aliye mbinguni. Hii noti ninaibadilisha. Imekuwa dola. Hii noti nimeibadilisha. Imekuwa pound. Hii noti nimeibadilisha. Imekuwa rabo ya Russia. Do you know what it means? Do you know what it means? Wacha nisijue kama mmejua siri. Do you know what that means? Yeah? International breakthrough. The business utafanya has international connections. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Any business should be transacted. Utapata international connections. And you have international favor. Utaitiwa kazi internationally. Utaitiwa na sio kazi ya ukombo. Is a respective job. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale ambao mnatazama kule nje, connect with this miracle. And every work that you do, you're going to get unimaginable favor from men and God. Let's pray for the people in the Gulf now. Tuombee wale wasichana wetu wako Gulf. Inua tushika hiyo noti kwa sababu alienda kutafuta noti. Nafungulisha pesa. Hii ni ibada ya kufungulisha nini? Nafungulisha kwa sababu si mmesamehewa. This is the time. Once you know that you have been forgiven, this is the time you connect with, because you are fresh in the kingdom. Sasa ni unakatakatiwa kanyama. Ndio baba ukikuja mtoto akirudi nyumbani, wenye anampikia kanyama kamotura hivi. Sasa Mungu anakukatakatia kamotura. Bwana Yesu, this is the time to make every declaration. This is the time to make every connection. Bwana Yesu asifiwe sana. Inuisha mikono yetu kwa wasichana wetu na wavulana wetu ambao wako kule Qatar, Gulf area. Let's pray for them. Take 1 minute, pray for them. Waombee breakthrough, waombee favor, waombee wasinyanyaswe tena, wasinyaganywe tena, wasidhulumiwe tena, in the mighty name of Jesus Christ. Lift up in your katika fikira yako, lift up the flag of Kenya, lift up the flag of Kenya. Lift up the flag of Kenya. In the mighty name of Jesus Christ. Let them be set free. 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 In Jesus' name we pray. Sasa tuambie watu wa Europe. Kuna wao wako huko, wamekaa huko hawana makaratasi. They are there 30 years, they have never come back to Kenya. Baba yao amekufa, mama yao amekufa, ndugu amekufa, yeye ni pesa na tumanaga ya kuzika, hakujagi huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wako huko walilaaniwa na wazazi ndio kwa maana hawarudi. Hata ukisikia jaa, usitumalizie hewa. Huyu mama ana shida. Si atatumalizia hewa. Anavuruta yote na mapua na udidi. Sasa tuombee watu wa Europe. Inua mikono juu. Inua mikono vizuri. Inua mikono juu. Europe.
Unajua mchanga ya Kenya ilichukuliwa ikapelekwa Israeli, ndio imefanya Israeli imenona. Utajiri ya Kenya ilinyakuliwa na Queen, ndio iko UK. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us claim it. Father, in the mighty name of Jesus Christ, fungua kinywa chako, wanenee baraka, waondolee laana, waondolee utumwa katika jina la Yesu Kristo. Wafungue kutoka kwa mitume, wasifanyike watumwa. Pesa ambayo wanaipata iwanufaishe, wakuje wa invest kwenye motherland, wakuje wa invest in their motherland, wakuje wa invest kwenye motherland, wasitumike vibaya. Katakata minyororo inayowafunga kule, katakata minyororo ya utumwa, katakata minyororo ya utumwa, waachiliwe huru, waachiliwe huru. Yote Europe yote iwaachilie huru, wakuwe matajiri, watajirike, wapate fedha, wakuje wa invest in their mother country. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Twende America sasa. This is a time to bless our children. Hallelujah. Twende America. Take your 2 minutes. Kuambia watu wako America, mwambie wafunguliwe. Wale hawana makaratasi wapate makaratasi. Wale ambao hawana kazi wapate kazi. Wale ambao wanateseka, wananyanyaswa, waachiliwe sasa huru. Ile minyororo imewafunga, laana kutoka kwa familia zao, laana kutoka kwa nyumba zao, waachiliwe huru. Oh, America, kutoka North America mpaka South America, hata Canada, Australia, kote mpaka Asia, wote waachiliwe huru. In the mighty name of Jesus Christ, set them free. Wafungue minyororo, wapate kazi nzuri, wapate favor, wapate grace ya Mungu ifanye kazi na wao. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Twende Africa sasa, tuombe Africa. You know, Africa is the cradle of mankind. Don't be lied to that men came from Israel. The cradle of mankind is in Africa, and above all in Kenya. You go to the people who do history, they tell you the first what? The fat man was found where? Old boy? Where is it? In Turkana. That's the Musayansi and the historian. And the Garden of Eden starts from here, Kenya, goes up. Bwana Yesu asifiwe sana. So never be lied to, wewe ndio mtoto ya Hamu, ule aliona baba uchi. Ati mzungu ni Hashem na huyo mwingine ni nani? Japheth. No, say no. Say mimi sina laana. Because Ham alilaaniwa. Nani? Ni Ham alilaaniwa kwa sababu ya kuona uchi wa baba yake. Shem, Japheth ndio alifunika baba yao kinyume hivyo kamfunika. Kwa hivyo kunasemekana mtu mweusi ndio aliona baba uchi. Na ndio kwa maana tumelaaniwa. Sema mimi sina hiyo laana. Mimi si wa hiyo laana. I declare and decree, I am not the son of Ham. I'm not the son of Ham. I'm the son of God. I'm not operating under a curse of Ham. I'm operating under open heaven, the blessings of heaven. Say my amen. Learn to denounce. Chochote ambacho kilinenwa, sasa tuende kwenu nyumbani. Leo mtachoka. Nataka tuingie sasa kwenu. Tumefungua dunia mzima. Why are you doing so? Because we are newest in the kingdom. So tumeokoka sisi wote. I'm telling you, kule heaven there is celebration. When a soul comes back to God, in heaven there is celebration. Now that they are celebrating, they are eagerly to hear you. When you are newly married, you are highly respected. Now that we are newly married back home, we are being respected. This is a time to make declarations. Hallelujah. Before you do any prayer, repent first. Then now, let's go home. I want you to pray for your mother, your father, your brother, your sister.
release them and seek favor of God upon them. I know you hate them. I know you hate your brother. I know you hate your sister. But because we have forgiven them, they have also forgiven us. Hallelujah. And we have also been forgiven in heaven. Now speak a blessing to your mother. Speak a blessing to your father. Speak a blessing to your brother. Speak a blessing to your sister. Speak blessing now. Open your lips. Open your lips. Open your lips. Lift up your hand. When you are doing this, hata kama mikono imekuwa mizito, inua mikono juu. Inua mikono tu juu. Lift up your hands and tell God, bless my mother, bless my father, bless my guka, bless my shosho, bless my sister, my brother, bless them. Bless them, bless them, bless them. Release finances to them. Release finances to them. Breakthrough, breakthrough. Speak breakthrough to them. Speak breakthrough to them. Speak breakthrough to them. Wapokonye kama wamepelekwa kwa Freemason, watoe huko. Kama wamepelekwa kwa waganga, watoe huko. Kama wamepelekwa kwa Illuminati, watoe huko. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Now it is you and your children if you have them. If you don't have them, it is you. It is you, your children, your husband, and your wife. If you don't have, it is you alone. Stick to yourself alone. And also predict. Prophesy to that man. Prophesy. And also, when you are praying for this prayer, because for those who doesn't have, when you ambao hamuna mabwana na mwenye ambao hawana wake, when you are doing this prayer, be very careful. Don't ask, Father, give me a husband. When I say, don't ask, Father, give me a wife. Eh? Tell God to give you. If you are a man, ask for the rib, your rib that was broken from you to come back. Not any woman is your rib. Not any woman is who? Is your rib. She can come to my house, yet ni rofaruliwa huyu. Na unaona venye kako kwa mkonde. Sasa na mimi ni kinono. Sasa ile ribu itarudi hapa. Umeona? Ikuja kwangu na yake ni mkubwa ama ni ndogo, itamuleta mdunga. That is why kuna shida. Sababu labda umebeba ribu ya wenyewe ama inakudunga. Ukiona nyumba yako iko na vita, ni ribu mrefu inakudunga. Ulinyakua ya wenyewe. Na ukiona nyumba yako iko na baridi, yani hamuedi, mnakaa tu kama kisukusuku, ni ribu iliwekwa mfupi ikaacha shimo inaingiza baridi. So ask for the actual rib. Tell God, I want the actual. Ile ilikonoro pale ulikonoro urudi wewe. Sasa for you, you ask God, take me home. If you're a woman, you ask God to do what? Take you home. Not a man, not a tall and handsome, not tall, dark and handsome. Home. Ask God for your home, because you belong. That's a very hard question. And that is where all of us we are. Sure, that is where all of us we are there. Wengine wako na manyoka, wengine wako na machura. Tuombe Mungu tu atende mapenzi yake, si ndio? Ask for God's will to be done. Hallelujah. So if you are not married, let us start afresh. Ask for home. And the you man, ask for what? Your rib. Mahedema aku, mafupa yako irudi. Siku sababu unasemaka hii ni kamufupa kamifupa yako. Hii ni kanyama zako, si ndio? So itisha nyama zako zirudi. Umeelewa? Usiitishe atike mwanamke mzuri mrepo, anakaa hivi blonde, ako na madonye, ako na manini. Angalia huyu ananiangalia vibaya akikumbuka ile venye ameteseka. Kumbe dofaduru wa kuru na ikuru. Lift up your hands. So, be specific when it comes to you. When you come to family matters, you be specific. Open your lips. Funga Mungu, mwambie Baba na kuomba tu. I need kama ni mwanaume, I need my bone to come back. I need my bone to come back. Kama
kama wewe ni mwanamke, mwambie Mungu, I want to go back home. I want to go back home. I want to go back home in the mighty name of Jesus Christ. Haya, mbariki na mbariki. Mbariki mume wako kama uko na mume, mbariki mahali popote yako kama uko na mke, mbariki mahali popote yako. Speak favor upon them. Speak favor, speak favor, speak favor, speak favor. Mwachilie neema ya Mungu, kibali kipatikane. Mwachilie kibali kipatikane in the mighty name of Jesus Christ. Achilia kibali. Na mahali ako amefungwa, mwachilie kama ako na kadagodogo, kama ako na mpango ya kando, mukatanishe na hiyo mpango. Kata hiyo mipango ya kando. Kata hiyo mipango ya kando. Kata hiyo mipango ya kando. Destroy it. In the mighty name of Jesus Christ we pray. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Sasa kumbuka zile maeksi ulikuwa nazo na maeksi zako. Nataka tuwarelease sasa. Nataka uwarelease officially. Release them officially. All the exes you have ever had, release them now. Either you are married or you are not married. Release all your exes. Answer sasa. Open your lips. Ukiweza kuwakumbuka majina uwataje. Ukiweza uwataje wote. Kama ulikuwa na 100 wataje wote. Yes. I release all the women that I've ever been with in my life. I set them free in Jesus' name. I set you free wherever you are. Whether you are in Kenya, whether you are abroad, I set you free. In Jesus' name we pray. Say amen. That's leteni your sacrifices. You don't give here an offering. I don't accept offering. Anything you give here, we badilishe. We eat a sacrifice. Because we have made declarations. So you can only seal a declaration with a sacrifice, not an offering. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua yangu nawafundisha ingine kali. So you don't seal a declaration with an offering. You seal the declaration zote tumefanya by giving a sacrifice. You change that was an offering, unaibadilisha jina, unaita this is a sacrifice. So when you come to this church, don't bring offerings. And unanitumiaga kitu, don't. Lakini offering unaweza kuniletea kwa ofisi hiyo kikombe ya chai. Lakini when you're coming here, because I want to train you to be sealed, whatever you give here, give it a name. This is a sacrifice. Because sacrifice is powerful. When Solomon did a sacrifice, God appeared to him. When Abraham did a sacrifice, God appeared. When Isaac did a sacrifice, God appeared. When Jacob did a sacrifice, God appeared. But when they did an offering, they walked in the grace of God. An offering will only attract the grace, but a sacrifice brings God. He will appear. When Gideon gave a sacrifice, God appeared to him. And when God appears to you, he comes with a promise. Bwana Yesu asifiwe sana. When God appears to you, he comes with what? He will speak to you, he will appear to you, and he will give a promise. When he appeared to Abraham, he told Abraham, open your eyes, all this belongs to you. When he appeared to Solomon, he told Solomon, say what you want, I'll give you. When he appeared to Jacob at the Bethel, where he saw angels coming down and coming up, that's where the name was changed. A sacrifice brings God, the presence of God to you. God appears. And when God appears, that is the only encounter you need in your life. That is the only one encounter. You don't need two encounters. The people in the Solomon needed only one encounter. Until today, nobody has ever overtaken him. That one encounter. After Mount Gibeon. That one encounter of Abraham, it changed his status. Tell your neighbor, change your status. Change your status. Always give sacrifices. God will come. He will appear to you personally.
And when God appears to you, he comes with a promise. God will never appear to you without a promise. And that is the only one encounter you need in your life. One encounter with God will change you forever. Forever. Sema forever. Wekaleni hapa. A sacrifice. Wekale hapo. Na ujue kile kitu unafanya. Utaongea tu. Upende usipende. Utaongea hapa, lazima utoke kama umeongea. Wacha watoe sacrifice wote. Hii sacrifice inaenda kwa huyu. Imfugue huyu in Jesus name. Na namba ya M-Pesa ndio hii. Namba ya M-Pesa ndio hii. Na wale wako na michanga, wako na kila kitu, this is the time. Wekelea hapo. This is the time. Wale wako nataka kuombewa michanga, wanataka kuombewa ma certificate, wale walileta anything that you want, just place it here. Place it here, place it here. You are being delivered now. You are being delivered here. You are being delivered. Wekelea hapa. In the mighty name of Jesus Christ. If you want to travel, bring your travel document here. Funguanisha ile kitu umetuwekea hapa, msituwekea mabomu hapa. Hiyo passport yako ni ile mzee. Natuletea vitu mzee hapa. Sasa sema poa. Wekelea tu hapa. Mtu anatafuta kazi, wekelea hapa. Mtu anataka tuwechelea, wekelea hapa. Hata mayai. Hebu simama hapo. Simama hapo. Inua mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, nifungue. Kutoka leo nimefunguka. In Jesus name. In Jesus name. Unaona the power ya mayai? Na wale Daudi washoka na ile milioni ya matenege za ulehe. Hiyo mayai imemfungua. Simple as that. Angalia uchocho huyu tulibeba kutoka huko, tulimuinua na kagunia tukalete hapa. Sio anatembea. Angalia. Analukaga hapa. Unafanya hata nalikaka na tembea kama na tubaliko ingine. You see? Yes. Ndio nataka. Meshaki, andika check. Ni nini hiyo? Ni tara ya kukopesa watu pesa. Ni ya kukilini. Ya kusafisha. Kesho ukuje usafishe hii. Kesho ukuje fanya nini? Na hakuna pesa utapatiwa. Usikuja kusema, madu tedilia wera. Hiyo kazi yote. Hii itakufungulisha kwa tajiri mmoja. Ukifanya hii itakufungulisha kwa tajiri mmoja huko Ruda. Na huyo tajiri atakupenda kwa jicho ingine. Umeona? Na utakuwa kwenye mtego. Ukipendeka, kazi yako kwisha. Ukisimama on your ground, kuna mahali atatumika, atakuconnect. And the sky will be the limit. Inua mikono yako sasa. Na kushukuru Baba kwa sababu ya zaka na sacrifice hizi ambazo zimetolewa katika jina la Yesu Kristo. Ninaziitikia kama kuhani wa nyumba hii. Chochote ambacho kimetolewa kwa kusudi, kwa sababu vyote vilivyotolewa hapa vimetolewa kwa kusudi. Kama ni passport, mchanga, mayai, vitu vyote ambavyo vimetolewa hapa, Jehova, na kuomba uvikubali kama sadaka ya kuteketeza. Hawa wanataka kusafiri, nimewafungulishia milango. Hawa wanataka kazi, Baba, na wapate kibali kutoka kesho, mahali popote watakapoulizia kazi waipate. Hawa wanataka maisha yao ibadilishwe, familia, ndoa zote zibadilishwe. Hawa ambao hawana wake, hawana bwana, wote wakafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Hata hii huduma hii Baba ukaikumbuke na ukatubadilishie status ambayo tuko nayo, utuinue katika kiwango kingine cha juu. Ninakuomba Baba utupe kibali tukapate mahali pakubwa ambako utakuabudia. Baba nakuomba tu unipe mahali shamba kubwa, nikujengee nyumba ya kubwa kama vile Solomon alivyokujengea, mahali watu walikuabudu. Ninakuomba Baba unikumbuke na ukumbuke watoto walio uzao wangu, walio wa damu yangu, mahali popote walipo,
uwakumbuke na wafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Kusikuwa kuna mapepo aina yoyote, iwe ni ya Freemason, iwe ni ya Illuminati, itakaowaguza mahali popote. I cover them with the blood of Jesus. Watoto hao pia ambao umenipatia wa kiroho wote, wanapotoka kwenye ule mlango wasipatane na ajali ama mkosi ama adui yoyote asiwainukie. Wafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Kazi zao zibarikiwe, mikono yao ikabarikiwe, mahali watakanyagisha nyayo zao wapamiliki. Wasipatane na maadui, wasipatane na mambo ya kuwazuia, wasipatane na maadui ambao wanaiba, wasiibiwe mali yao, isiibiwe. Lakini ukue pamoja na wao mahali popote watafika, ukawabariki. Wapate international connections, wapate local connections, wapate nafasi kwenye serikali hii. Wasiwe watu wa kukopa, wakuwe watu wa kukopeshana. Wasiwe watu wa kuombaomba, wakuwe watu wa kubariki. Wasikuwe utumbo wao ubarikiwe, store zao zibarikiwe, mifuko yao ibarikiwe, kazi zao zibarikiwe, generation zao zibarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Open your lips and thank God. Amen. Kuja tulia hapa. Kuja. Semeni amina. In Jesus' name we are blessed. So you can sit down. Kuna kikombe cha chai? Iko? Kuna kikombe cha chai nimewanunulia. Na kama unataka kuja kuniona, kuja unione na kikombe cha chai. Usikuje mikono ati pastor, Makai pastor, pastor Makai, pastor hapana. Come with a cup of tea. Hii unaona mwenye anachukua. Ndio wenyewe. Wabaya. Simubarikiwa. And may the grace